Baba, tunakushukuru kwa neema yako, asante kwa nafasi nyingine tena ambayo Bwana umetupa kujifunza. Na sisi tunanyenyekea mbele zako tukitamani kujifunza kutoka kwako. Roho Mtakatifu kama mwalimu wetu, nami ukanitumie kama chombo tu kama upendavyo. Asante kwa sababu wewe ni Mungu ambaye anatuongoza, na Bwana utaiongoza darasa hili. Katika jina la Yesu Kristo tunawakabidhi wote mikononi mwako tukiomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki baba pamoja na mama. Tunajisikia vizuri kuwaona na tunajisikia vizuri kujumuika pamoja, na ikiwa ni siku ya maalum KTAG ya kuwapongeza wachungaji wetu. Amen. Siku ya kuwapongeza, lazima tuitambue hivyo. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametupa baba mzuri na ambaye anatulea vyema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani kila mmoja ana historia ya kile ambacho Mungu amembariki mahali hapa. NIC. Amen. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema mimi bado Mungu hajanionekania kwa nafasi yake. Naamini kila mmoja kuna nafasi ambayo Mungu amefanya. Haleluya. Mwingine amepata kazi akiwa NIC. Mwingine amepata mume na mke akiwa NIC. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu ni mwema, na kwa kufanya hivyo maana yake Mungu anadhihirisha jinsi ambavyo mtumishi wake aliyemweka mahali hapa anamtumia kwa viwango. Amen. Kwa sababu kuna majibu, kwa sababu kuna matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna somo letu la 49 ambalo tunaendelea nalo kwenye mtiririko wa masomo yetu, na somo letu linasema kanisa la Antiokia. Kanisa la Antiokia. Lakini pale kwenye bracket tunaweza kaandika kuhubiri habari njema ya Yesu na kupanda makanisa. Kuhubiri habari njema za Yesu na kupanda makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huo maandiko ya somo utakuwa unanifungulia kwenye Matendo 11 ule mlango mstari wa 19 hadi 26 tutasoma pale. Matendo 11. Basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Lakini baadhi yao walikuwa watu wa Kipro na Kirene. Nao walipofika Antiokia wakasema na Wayahudi wa Kiyunani, wakihubiri habari njema za Bwana Yesu. Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakaamini wakamwelekea Bwana. Habari hizo za watu hao zikafika masikioni mwa kanisa lililokuwako katika Yerusalemu. Wakamtuma Barnaba aende hata Antiokia. Naye alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu, akafurahi, akawasihi wote waambatane na Bwana kwa kusudi la moyo. Maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani. Watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi na wanafunzi walioitwa wa Kristo kwanza hapo Antiokia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaangalia kwenye somo lililopita tuliangalia somo la maono ya Petro. Na tukaangalia jinsi ambavyo Petro alipewa maono na kwenda kule kwa mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anamtolea Mungu vizuri. Akaenda akafanya huduma na kazi ya Mungu ikafanyika huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaangalia kwa habari ya kanisa la Antiokia. Kwa nini kanisa la Antiokia, au kwa nini somo hili limeitwa kanisa la Antiokia? Kwa sababu kwa design ambavyo kanisa la Antiokia lilivyopatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla halijapatikana hili kanisa kule Yerusalemu, kulikuwa na kanisa linaloendelea, au watakatifu wakati huo wale waliokuwa wameokoka walikuwa wamekaa kisehemu kimoja, walikuwepo pale. Sasa watu walitoka
Kwa nini watu walifika mpaka Antiokia? Wale walienda kuhubiri habari walitoka, sio lengo kwenda kuhubiri, ila walikimbia baada ya kuona mambo yamekuwa magumu, baada ya Stefano kupigwa mawe na kufa. Wanaweza kusaidia sana. Kwa hiyo walikimbia kwa sababu waliona kwamba hapa tunauawa. Wakawa wamekimbia sehemu tofauti tofauti. Sasa baada ya kukimbia sehemu tofauti tofauti, ndio yakaenda kupatikana haya makanisa kule. Kwa sababu walipoenda kwenye hizo sehemu tofauti tofauti, bado huduma ya Mungu ikaendelea kufanyika, ikaendelea kupiga kelele ndani yao. Wanaweza kusaidia sana. Hapa kabla hatujaendelea mbali, tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba wakati mwingine unaweza ukatoka sehemu fulani, na wengi hapa ukimsimulia au akikusimulia leo anakuambia kwamba nilikuja Dodoma kikazi. Amen. Nilikuja Dodoma kikazi. Mwingine anakuambia nilikuja Dodoma kumsalimia rafiki yangu. Mwingine anakuja nilikuja Dodoma kumsalimia mjomba wangu. Mwingine alisema nilikuja Dodoma si kufanyaje. Mwingine, yaani kila mmoja ana sababu tofauti tofauti. Lakini kumbe lengo la Mungu lilikuwa ni nini? Sisi tunaweza tukaona kwamba nimekuja Dodoma kikazi, lakini kumbe ndani yake kuna kitu ambacho Mungu amekiweka, anataka uende ukatumike pale Dodoma. Na kwenye kanisa fulani ukafanye huduma pale, ukawe kiungo pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wamekuja Dodoma kikazi? Yaani ulikuja Dodoma kwa sababu ya kuja kufanya kazi. Asilimia kubwa tumekuja Dodoma kufanya kazi. Hata Nolasco alikuwa wapi, mkoa gani? Tabora. Mwingine alikuwa Singida. Mwingine anasema nimetoka Singida, nimeolewa huku Dodoma. Kale ka kipengele sio sababu. Angalia hawa watu walipoona mambo yamekuwa magumu kwa Stefano kauawa, wakaona hiki kitu kama kiko serious hapa, tusipoangalia tunaweza tukafa. Sasa wakaona njia pekee ya kukimbia ya kujisalimisha au ya kuponya maisha yetu ni kukimbia sehemu mbalimbali. Kumbe huko ndio Mungu anataka wakapeleke habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata kanisa tutambue kwamba kila mmoja aliyoko mahali hapa amekuja kwa kusudi maalum la Mungu. Yaani hiyo sababu ambayo wewe unaiona ni ya msingi, ambayo ni kazi, kwa Mungu ni ziada. Ni kwa sababu kapembeni, kaziada, kanyongeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila kuna kusudi la Mungu ambalo Mungu amekuleta maalum. Na ndio maana ukienda mahali au ukifika hekaluni kwa Bwana, tumika kwa Mungu. Kwa sababu haujui umekuja kwa sababu gani. Sasa mtumishi wa Mungu alipoenda kule Antiokia, akaenda akajikuta huduma hiyo inaendelea kufanya kazi. Yaani kama jinsi ambavyo wewe unaweza kusafiri kaenda sehemu fulani, lakini haimaanishi ni kwa sababu nilienda sehemu fulani kwa ajili ya kazi, eti ndo naishia kwenye kazi, kwenye masuala ya ibada ya Mungu na sahau. Utakuta mtu bado anapiga kelele. Ndio maana wakati mwingine mtu anafika sehemu anasema na natafuta sehemu ya kuabudu. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho kinapiga kelele ndani yake ambalo ni kusudi la Mungu. Sasa hili kanisa la Antiokia lilipatikana kwa namna hiyo. Huyo akijua kama nimekimbia kule kwa sababu Wakristo wanauawa na Stefano ameuawa, ni hali ya hatari, lakini kumbe huko anapokimbilia ndipo kuna kitu ambacho Mungu akajitwalia utukufu huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kanisa lile likawa linapatikana na Biblia inasema kwamba watu wakaokoka, watu wa kutosha, mpaka watu wakatoka kule Yerusalemu wanakuja kushuhudia hiyo kanisa la Antiokia, na wakajisikia vizuri. Kwa nini? Kwa sababu kazi ilifanyika na kazi ikaenda vizuri. Kazi ya Mungu haihitaji sababu ya kusema nimeenda sehemu fulani kwa ajili ya kazi yangu binafsi. Kule unapoenda lazima pia utambue kwamba kuna kitu ambacho Mungu amekupeleka kule ukafanya. Yaani hata kama umeenda sehemu kwa matatizo, pale Mungu anatumia hiyo nafasi, anataka akutumie, umtumikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unatakiwa utumike, unatakiwa ujenge kanisa. Kujenga kanisa kwa sasa, huwezi kusema kwamba ninachukua fito, ninachukua bati, ninajenga. Kujenga ni kutumika kwenye sehemu hiyo ambayo Mungu amekuweka. Mnapounganika pamoja, mnatumika pamoja, mnaujenga mwili wa Kristo. Ndio kanisa lenyewe. Kwa sababu kanisa ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili likamilike, na ndio maana tunatakiwa kufanya kazi kwa pamoja. Usijiwekee kwenye ka bracket fulani kwamba bwana mimi nilitoka nimeenda sehemu fulani kikazi, kwa masuala ya kimungu kwanza yakae pembeni.
lazima utambue kwamba huko ulikoenda kwenye kazi, iwe umekimbia hali ya hatari, iwe umekimbia umeletwa kwa matatizo. Mwingine amekuja Dodoma anasema kwamba mimi nimekuja Dodoma kwa sababu kuna mgonjwa Benjamini naunguza. Kumbe wakati huo Mungu anataka, amefika Dodoma, kuna sehemu Mungu anataka amtumie. Lazima utambue kwamba popote ambapo Mungu amekuweka, unapaswa kufanya kwa bidii kwa ajili ya Mungu. Kufanya kwa bidii, kwa sababu pale Mungu anataka ajitwalie. Kuna kazi pale ambayo Mungu amekupeleka, sio tu kanisani, hata kazini. Wakati mwingine unaweza ukaomba kazi sehemu fulani, Mungu asikuruhusu akupe kazi, akaenda akakupa sehemu nyingine. Kule sehemu ambayo Mungu amekupa kazi, lazima ujiulize kwamba kwa nini Mungu amenipa nafasi ya kukaa hapa. Lazima ujue kuna sababu. Pale kazini kwako, Mungu anataka watu fulani wamjue Mungu kupitia wewe. Wakati mwingine tunajirahisi kwa sababu tunaona kwa sababu huko ni masuala ya kazini, masuala ya kimungu pembeni. Huko ambako Mungu amekupa kazi, anataka kuna watu fulani wachomoe huko. Kuna watu fulani wabadilike huko. Pasipo kuangalia mazingira, pasipo kuangalia chochote. Wewe unasimama na Mungu, unasimama na kusudi la Mungu. Ili mradi Roho Mtakatifu anakuongoza, kama ambavyo somo lililopita ambapo Petro alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Wewe pia imradi Roho Mtakatifu anakuongoza, fanya kazi ya Mungu. Au mwinue Yesu, peleka habari njema. Kazini, peleka habari njema. Kanisani kwako, tumika. Sasa tuko kwenye wiki la kuwapongeza wachungaji. Lazima na wewe uoneshe hali ya kutumika pamoja na mtumishi wa Mungu. Kwa sababu mtu anapopelekwa sehemu fulani, maana yake Mungu anajua kwamba kuna mtumishi wa Mungu nimemweka pale, anahitaji nguvu. Anahitaji mtu wa kushika huku kama Haruni waliomshika Musa. Wakati vita inaendelea, kumbe kunahitaji watu wamshike mikono ili vita iendelee na ushindi upatikane. Kwa hiyo wakati mwingine wewe umekuja hapa, kuna kagepu fulani ambako Mungu amekuweka ili ufanye. Kuna kagepu kwenye maombi pale, kuna kagepu kwenye utoaji pale, kuna kagepu kwenye ualimu wa watoto pale, kuna kagepu kwenye ukwaya pale, kuna kagepu kwenye uimbaji, kuna kagepu sehemu fulani. Lazima ufanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitengeneze kwa sababu kama mimi nimetoka kule bwana, mimi nimekuja huku, nimekuja tu kikazi au nimekuja tu kutembea. Hiyo ni sababu ambayo wewe umeitengeneza, ambayo Mungu anaiweka kama sababu ya pili, ambayo hiyo ni kama kukusaidia tu. Lakini lengo la Mungu ni kwamba ufikishe habari njema, au lengo la Mungu ni kwamba utumike pamoja kwenye kusudi ambalo ameliweka. Kwenye sehemu ambayo umewekwa kwa kusudi maalum. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu isingekuwa huyu kwenda watumishi wa Mungu kwenda kutumika kule na kukimbia huku kutoka kwenye kifo cha Stefano, ile kanisa la Antiokia lisingepatikana. Sasa kale kamekuwa kama kasababu. Wakati mwingine Mungu anaweza akatumia sababu ambayo kwa kuona unaona kama inaumiza, lakini Mungu ameiruhusu ikaja kwako. Lazima ujiulize kwamba hii sababu Mungu anataka nifanye nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana hata wakati mwingine unapopitia magumu au unapopitia changamoto fulani, usikimbilie kwenye kulalamika au kumlaumu Mungu. Ona sasa, Mungu, mimi nimepitia haya na nakuamini wewe, na kuomba kila wakati, lakini mbona umeruhusu haya nimeyapita? Mbona umeruhusu haya nimepita? Mbona umeruhusu biashara yangu imeharibika? Lazima utafute kwa sababu Mungu hapa unataka nifanye nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine Mungu anaweza kuambia, mwanangu hapa biashara yako inakuteka sana, nataka ukumbuke hapa, ujue kuishi na mimi ukiwa na hii biashara niliyokubariki, ukiwa na hii kazi niliyokupa, ujimarishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine Mungu anaweza akakupitisha pia kuondoa hali ya uvivu. Hii ni Edayo TV Online. Sikiliza neno la uzima, baki njia kuu.